1 Corinthians 5:17, the Bible says, if a man therefore be in, kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Umekuwa kiumbe kipya sasa kwa sababu uko ndani ya nani? Kupitia injili ambao ulisikia mwanzo. Bwana asifiwe. Kupitia hiyo injili umefanyika kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, sasa umekuwa kiumbe kipya, umefanana sasa na ambaye alikuokoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na injili inaongea kuhusu kile Mungu ametufanyia ndani ya Kristo. Kile Mungu ametufanyia. Kwa maana jinsi hii, Kiswahili, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na hiyo ndio Kristo ametutendea. Ametupatia uzima. Maana ya milele ni nini? Uzima usio na mwisho. Endless life. Sawa sawa. Is an endless life ambao ametupatia. Lakini shetani pia anajua kwamba nguvu za Mungu ziko katika wapi? Injili. Anajua sana. Na ndio maana atafanya njia zote, atafanya kila njia kuhakikisha hii injili hauisikii na hauendelei katika huu wokovu na hii imani ambayo ulipatiwa kuanzia mwanzo. Anajua. Na atajaribu kuleta a lot of distractions ndio utoke kwa hiyo neema ya Mungu, uanze kujifanyia kazi peke yako. Na ndio maana ataleta sheria. Na ndio maana ataleta dini. Ataleta tamaduni za binadamu. Ataleta mambo mingi ambazo zita cloud your mind, zitakuzuzua mpaka unasahau kile ambacho yeye mwenyewe alifanya. You erode the gospel and you replace it with the doctrines of men. You replace it with the traditions of men. You replace it with laws. You replace it with religion. Bwana asifiwe. Sasa kile shetani ameleta ni nini? Dini. Sema dini. Sema dini. Ameleta dini. Na anajua ukiwa na dini tayari amekudistract. Ile nguvu ya Mungu ambayo ulipata ndani yako haiwezi fanya kazi kwa sababu umeifunika na dini. Na tunajua kwamba Yesu hakukuja kuintroduce dini nyingine. Alikuja kuintroduce dini? Hakuja kuintroduce kwa sababu hiyo dini ilikuwa tangu zamani. Lakini alikuja kuleta nini? Alikuja kutupatia nini? Uhai, uzima. Na akasema ametuletea huo uzima tele kwa wingi. Is an overflow. Bwana asifiwe. Alikuja kutuletea uzima wa milele. So shetani amebadilisha hiyo injili ikarudi ikawa dini. Sasa watu wako ndani ya dini lakini hawasikii injili. Na tunajua hizo vitu ni tofauti, haziko the same. Bwana asifiwe. Haziko the same. Watu wengi hata wale ambao wameokoka hawako katika Kristo na hawamfuati Kristo kwa sababu hawasikii injili. Wanasikia dini, wanasikia tamaduni za binadamu. Wanasikia nini? Tamaduni. Wanasikia sheria. Hawasikii injili. Na injili tunajua ni habari njema. Hivyo hiyo habari njema hawaisikii. Kuna watu wengi wanasemanga mimi nikiingia kanisa naingia nikiwa mzito sana ama mwepesi sana. Nikitoka natoka mzito kabisa. Natoka mzito. Niliingia mwepesi lakini nimetoka mzito. Kwa nini ametoka mzito? Kwa sababu aliwekelewa mzigo. Dini inawekelea mtu nini? Mzigo mzito. Lakini injili inakuondolea hiyo mzigo. Inakufanya ukue huru. Lakini watu wengi hawaelewi tofauti ya injili na tofauti ya dini. Hawaelewi kabisa. Lakini leo tutaelewa tofauti ya injili na dini. Lakini tumesema Kristo hakukuja kuanzisha dini nyingine. Alikuja kutupa uzima na uzima tele. Ni hiyo uzima inakupatia joy. Hiyo uzima ndio inakupatia nguvu. Hiyo uzima ndio inakupatia freedom. Hiyo uzima kwa sababu you're drinking directly from Christ himself. Bwana asifiwe. Unakunywa
kutoka kwake maji ya uzima na inakupa uhai. Maji inapatia mtu nini? Uhai. Lakini dini inaleta kifo. Sema kifo. Inaleta kifo. Tuko hapa? Tuko? Dini inaleta kifo, haileti uhai. Angalia wakati Musa alishuka kutoka Mount Sinai na alishuka na sheria. Naona alishuka na sheria. Wakati alishuka na sheria akapata tayari watu wanatenda dhambi, na wakasema hiyo siku ni watu wangapi walikufa Bosga? Watu 3,000 walikufa. Lakini siku ile Yesu walipaa, Petero akaongea na watu during the day of Pentecost. Akaongea na watu na akawaambia kuhusu injili ya Kristo. Yule Kristo ambaye alikuwa hapa, ambaye muliua, ambao mulisulubisha, na ambaye saa hii ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Hiyo injili hiyo, you understand, is a difference. Wakati aliwahubiria kuhusu hiyo injili ya Kristo, watu 3,000 wakaokoka, walipata uzima. Sasa huku watu 3,000 walikufa, lakini pande hii watu 3,000 wakapata nini? Uzima wa milele. So hatujaitwa kuwa ndani ya dini, hatujaitwa kuendeleza dini. Tumeitwa kusikia injili, na injili ni habari njema za Yesu Kristo kwa yale ambayo sio atatufanyia, lakini yale ambayo ametufanyia. Ninapenda pastor wa Sotik last Sunday. Is it last Sunday? The other Sunday tulikuwa huko. Na akasema kila tunakosania na dini ni kitu moja tu. Tenses peke yake. Peke yake. Actually, he made it so simple until I said, wow, that one is very, you just brought it so easily. Tenses only. As we say, he's done. You say, he will do. That's the only difference between the religion and the gospel. That is the only difference. That religion says, he will do. But the gospel says, he has done. And indeed he has done. Amefanya. Si atafanya. Amefanya tayari. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sasa anasema nimekuja ili ukuwe na nini? Ukuwe na uzima, na uwe na huo uzima tele tele. What is the meaning of life? Eternal life. It means excessive life, abundant life, an overflowing life. Is overflowing. Is more than enough. Is beyond you. You cannot explain it. Bwana asifiwe. Inaongea an oversufficient life. Life that can cover every aspect of your life without getting diminished, without getting finished. It covers every area. It covers your marriage. It covers your business. It covers your children. It covers anything that you desire, you have ever desired. It covers that. It covers preaching the gospel. It covers everything of that. It is called an oversupply of life. That is what Jesus came to give us. An oversupply of what? Of life. And this life is eternal. It has no end. Say it has no end. So, what is religion? Religion simply means a system of rules. If you have a book, you can write that. Religion is a system of rules designed to bind people to the system that invented them. Religion simply means a system of rules designed to bind people to the system that invented them. It is a system of bondage. It is a system of bondage. It is a system of bondage. Acts chapter 17 verses 22. Acts 22, 17, 22. Kwa Kiswahili nataka tusome hiyo. Acts, Matendo ya Mitume 17, 22. Matendo ya Mitume 17, 22. Napenda kusoma kwa Kiswahili kwa sababu inaileta vizuri. Anaongea kuhusu Paulo. Na wakati alikuwa anaongea na hao watu ambao wanaishi Athens, aliwaambia nyinyi watu, nimekuja kwenu. Nimekuja kuwaletea injili, lakini kuna kitu nataka kuelezea. Ndipo Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Atheni, ninaona kwamba
katika kila jambo ninyi ni watu wa dini sana. Ninyi ni wa dini sana. You are too religious. You are too religious. Lakini hata mkiwa na hiyo udini wote, nimekuja na habari njema. Mumeandika kibao hapo juu kwamba tunamwabudu Mungu ambaye hatumjui. Kulikuwa na kibao kimeandikwa hapo, to the unknown God. Sasa nyinyi hamujui ambayo mnaabudu, lakini mimi nimekuja kuwaletea ambaye ninamjua, ni mtu na alikuwa. Mimi ni mshuhuda wake. So akaanza kuwaelezea kuhusu Kristo. Na akaanza kuelezea sababu ya Kristo kukuja na sababu ya wao kuhitaji nini? Kristo. Kwa sababu walikuwa watu wa dini, walikuwa wamejaa dini, walikuwa wamejaa culture, walikuwa wamejaa traditions, walikuwa wamejaa mambo mengi, na walikuwa wanapenda argument sana. Na kwa sababu pia yeye alikuwa anaelewa sana mambo ya sheria, Paulo mwenyewe, sababu anasema kwa CV yake, mimi nilikuwa Hebrew of Hebrews, yani damu yangu haijachanganyikana na damu ya mtu mwingine. Yani kama mimi ni mkale kamili, sina damu ya Mkikuyu ndani ama ya Muhindi ama ya nani. Mimi ni a Hebrew of the Hebrews. I don't have any mixture in me. Na akasema among the Pharisee, I was among the, actually I sat under the best Pharisee that was teaching me the law. Nilikaa chini yake. So yeye kuargue na hawa watu tayari alikuwa na information ya sheria na vitu ambazo wanaamini. Bwana asifiwe. Ndio aweze kupigana na hizo vitu zote ambazo walikuwa naamini, Kristo aweze kupenya ndani ya mioyo yao. I pray that Christ will penetrate deep inside of your heart in understanding, so that you begin to live this life in Jesus' mighty name.